Kama unataka kufanya biashara ambayo ina mafanikio makubwa na ambayo sio rahisi kufeli, lazima uzingatie sifa hizi mbili. Sifa ya kwanza, fanya biashara ambayo ina competitions. Naposema kwamba biashara ambayo ina competition, ambayo ina ushindani mkubwa. Henry Ford ambaye ni mwanzilishi wa kampuni la magari aliwahi kusema kwamba kama kuna biashara mbili ambazo ni very attractive, basi ingia biashara ambayo ina ushindani mkubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu biashara ambayo ina competition inaonyesha tayari kwamba ina wateja tayari na ina uhitaji mkubwa tayari kwenye soko. Sasa ukitaka kufanya biashara ambayo ina competition, lazima ilenge mahitaji ya mwanadamu. Mwanadamu anahitaji kula. Kwenye kula kuna biashara ya nafaka. Mwanadamu anahitaji makazi. Kwenye makazi kuna apartment, kuna hardware na vitu vingine. Mwanadamu anahitaji kusafiri. Kwenye kusafiri kuna biashara ya magari. Mwanadamu anahitaji mawasiliano. Kwenye mawasiliano kuna biashara ya simu ambazo ni accessories. Sasa unapofanya biashara yenye competition kubwa, inakuwa inakusaidia wewe kutokudrobu kwa sababu ya soko kukosekana. Wafanyabiashara wote wakubwa ambao unafahamu duniani wanafanya biashara ambazo zina competition. Ukimwangalia Asas atafanya biashara ambayo ina competition, atauza maziwa kwa sababu ya chakula. Ukimwangalia Mo atauza unga kwa sababu ya chakula. Hata akina Baresa ni hivyo hivyo. Sifa ya pili, biashara ambayo unataka ufanye, fanya biashara ambayo ina speed kwenye soko, speed of the market. Naposema speed kwenye soko, maana yake ufanye biashara ambayo ni rahisi kuingia na ni rahisi kutoka. Na mfano, wewe kama unafuata bidhaa zako labda let's say China, lakini unapoziingiza kwenye soko inakuwa ni ngumu sana kutoka, unatumia ndani zaidi ya miezi mitatu, maana yake biashara yako sio rahisi kutoka. Ninachomaanisha hapa, ufanye biashara ambayo ukifuata bidhaa halafu ndani ya muda mchache unamaliza bidhaa na kufuata nyingine. Na hii utaona wafanyabiashara wengi wanaifanya, especially nitatolea Asas. Kwa mfano, ukienda Iringa anauza maziwa, atauza maziwa ambayo kwa mtindi ni shilingi 600. Uangalie kutoka kiwandani kufika kwa wateja ni shilingi 600 kwenye maduka ambayo ni ya kawaida. Unaweza kukuta kwamba anafanya biashara ambayo ina involve bei ndogo lakini faida ndogo, lakini yenye speed kwenye soko na rahisi kuisha kwa haraka. Kwa unapochagua biashara, wewe kama kijana, chagua biashara ambayo ina competition na ni rahisi kuisha. Lakini pia zingatia kitu kinachoitwa iron law of the market, kwamba usipozingatia hizi sifa, kwamba maana yake biashara utakayoenda kuifanya itafeli. Kwa sababu gani? Iron law of the market inasema kwamba haijalishi bidhaa gani ambayo unayo ni nzuri kiasi gani, kwamba kama ni nzuri tu lakini haina soko, hiyo biashara na hiyo bidhaa hutaiuza na itafeli hiyo biashara.